Na mtu anapokuwa na maadili mema, ndipo ambapo hata hadhi yake, thamani yake katika jamii inakuwa iko juu. Innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhum dhahabat akhlaquhum dhahabu. Watu wanathaminiwa kwa tabia zao, kwa maadili yao mema. Watu wanakubalika, wanapendwa kwa maadili yao mema. Kwa hiyo inshallah, kwa kifupi kabisa, mashekhe wako watazungumza. Jitahidini tujipambe kwa maadili mema ili tuweze kupata nusura mbele za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini pia ili tupate ule Uislamu kamili aliyokuja nao Mtume sallallahu alaihi wasallam. Inshallah Mwenyezi Mungu atubarikie, tujalie kila kheri. Wa billahi tawfiq, wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam. Amina an-niqam ودفع من السقم بمولد سيد العرب والعجم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد
وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Mzee wangu, shekhe wetu, shekhe wa wilaya wa Iramba, mzee Uthmani, Mwenyezi Mungu akuhifadhi insha Allah taala na akubarikie katika kazi yako. Shekhe wa wilaya wa Kahama, kipenzi changu, Sheikh Omar Damka, Allah akuhifadhi. Ndugu yangu Singida, namuona leo mashallah mtu mkubwa sana anayemtetea Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kipenzi changu Sheikh Jumanne, mudiru wa Shamsia, Allah akubarikie. Leo kila mmoja ana furaha hapa, kila mmoja ana raha. Ni furaha ya nani hiyo? Ya Bwana Mtume Muhammad. Nani? Mwenyezi Mungu ndo katuambia tumtukuze mtume. Aliyotuambia tukusanyike tumtukuze mtume ni Mwenyezi Mungu. Soma suratul A'raf aya 157, msalie Mtume Muhammad. Asema falladhina amanu bihi وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. الله anasema wale waliomwamini Bwana Mtume Muhammad kama sisi. Allahumma salli wa sallim alayhi. Kumwamini mtume, jambo la pili linalofuatia kwa Muislamu ni kufanya nini? Ni waazzaruhu. Ma maana waazzaruhu? Tunakwenda kwa al-Imam Ibn Jarir Tabari, Sheikhul Mufassirina, mujalladi wa 3 ukurasa 271. Tusalie Mtume Muhammad. Waazzaruhu, anasema al-Imam Ibn Jarir Tabari, ayi waadhimuhu, mtukuzeni mtume. Kumbe kumtukuza Mtume Muhammad, ukaa leo hapa kwa ajili ya kumtukuza mtume, ni Mungu ndo katuambia tuyafanye haya. Waadhimuhu, tumtukuze mtume. Je, kumtukuza mtume ni kufanya nini? Twende kwa al-Imam Ismail, mufassir wa Qur'ani, kwenye Ruhul Bayani, mujalladi wa 3 ukurasa 551. Msalie Mtume Muhammad. Anatuambia waadharuhu ni kumtukuza. Je, kumtukuza ni kufanyaje? Anasema amalul maulidi, ni kufanya nini? Ni kufanya maulidi, ndio waadharuhu. Ndio leo tunafanya maulidi hapa. Hatuyafanyi haya mambo vijana tunafanya kichwa mchunga, hapana. Tunafanya kwa elimu. Tuna dalili, tuna hoja kubwa kweli kweli. Wazee wetu wale waliokaa pale hawajapotea, wapo sahihi. Ndugu zangu, mimi kila siku nawaambia vijana hawa, kuna dini na kuna dili. Sawa sawa ndugu zangu, kuna dini na nini? Dini ni ile ya wazee pale, mnaona wamekaa mbele wale. Ndio dini ile, kama teni ile dini. Ni kumtukuza mtume, ni kumswalia mtume, ni kumtaja Mwenyezi Mungu. Hii ndio dini. Lakini kuna dini kinyume chake, ni yale bid'a, shirki, inna lillahi. Kumbe ni dini si lenye mjui. Waislamu lazima wawe na mahaba jamaa. Lazima tufurahike, tucheke, turukeruke kwa ajili ya Bwana Mtume Muhammad. Maswahaba ndio waliwafanya haya. Walicheka, wakacheza, wakarukaruka kwa ajili ya kumtukuza Bwana Mtume Muhammad. Sio katika sahihi al-Bukhari. Sahihi ni mujalladi wa 2 ukurasa 444. Sio Mtume Muhammad. Hadithi ya Mama Aisha radhiyallahu anha
anatuambia kwamba kucheza, kurukaruka kwa ajili ya mtume walioanza ni masahaba, sio sisi. Sisi hatujafanya lolote ndugu zangu, masahaba ndio wa kwanza. Masahaba waliruka, walicheza, waliimba kwa ajili ya mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Anasema mama Aisha, jaa habshun yal'abuna fil masjidi nabii sallallahu alayhi wasallam, wanakuja mahabasha masahaba wa mtume wanacheza wanaruka kwenye msikiti wa nani? Leo umeona mashallah mashekhe wameamka hapa ilipopigwa maulidi sibida, sisi twasema yafaa, funueni makata. Ibn Taymiyyah kasema, wazee wameamka hapa, nimeona mikono inakwenda, hawajaanza hawa. Hii ni sunna ya masahaba. Ndio wa kwanza kunyanyuka kumchezea mtume Muhammadin. Wanacheza masahaba tena ndani ya msikiti wa mtume, ndani ya msikiti wa mtume wanarukaruka na kucheza. Mama Aisha anamwambia, ya Muhammad, ya Rasulullah, Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anamwambia mke wake Aisha, ya Humaira, ewe kiswiti tangu, mke wangu mzuri wewe. Wanasema nashtahina tandhurina, wataka kutizama mama. Jamani, mahaba haya yaendelee mpaka nyumbani, sio maulidini, mpaka nyumbani pia yaendelee. Tuwapendeni wanawake. Mtume Muhammad anamwambia mama, kipenzi changu, ataka kutizama. Amwambia, ndiyo mume wangu. Mtume, njoo mama, njoo usikie raha. Dini ya Kiislamu ni dini ya mahaba, sio dini ya kununa. Kuna watu wananuna mpaka kwenye swala, bwana, wananuna mpaka kwenye swala. Istau kunani shekhe? Jamani, ukinuna mtakosa wake. Kununa nuna hii, leo utakwenda kuposa shekhe, na huku wengine umenuna, tapigwa kofi toka kwenda bwana. Cheka, furahi, rukaruka. Ndio masahaba wa mtume wakarukaruka, wakacheza. Mama Aisha anamwambia mtume, madha yaquluna, wanasema nini? Mimi sielewi lugha yao hawa watu. Mtume Muhammad anamwambia, yaquluna Muhammadun abdu salih. Bwana, wao jamaa wanarukaruka wanacheza kunisifu mimi, wanasema mimi ni mja mwema. Tukicheza siajabu, wamecheza mahaba. Allah msikiti wa habibu waterema na kusha. Asalamu Muhammad. Vijana, someni, acheni kukaririshwa. Someni, haya mambo yana dalili, tena yana dalili na yana ujira mkubwa mno. Unapokuja katika maulidi kama haya kwa ajili ya kumtukuza Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hivi ndio vikao vya peponi. Vikao hivi vya kumtukuza mtume, za kuswaliwa mtume, ndio vikao vya peponi. Nani anayesema? Fungua sahihi al-Bukhari, hadithi nambari 6408. Mujallada ni wangapi? Ni wa 11. Ukurasa ni wangapi? Ni 217. Mlango babu fadhil al-ijtimai li dhikrillah. Hatufanyi mambo hivi ndugu zangu. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anawaona, anasema Bwana Mtume Muhammad, inna lillahi malaikatan yatufuna fi turuki yaltamisuna ahla dhikri. Mwenyezi Mungu ana malaika special. Malaika wale wanatembea katika ardhi, katika njia, watafuta watu wenye kumtaja nani? Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Atafuta. Wanaulizana, leo mtume yuwaswaliwa wapi leo? Leo ni hapa, wako na sisi hapa. Malaika kama wale wanakwenda kwa Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu anawaambia, madha yaquluna ibadi, waja wangu wanasema nini? Kuna nini leo? Kuna nini jamani? Wanasema nini? Malaika wanamwambia Allah, yuhallilunaka, wanakutaja wewe Mungu. La ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, la ilaha
شريح صدري الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله إله شريح أصلي ورسول محمد. Kwenye maulidi msifikirie ni nyimbo tu. Hizi ni kasida na tumezitoa kwenye hadithi, tumezitoa ndani ya hadithi katika sahihi al-Bukhari. Kumbe Mwenyezi Mungu yuwafurahika na kikao kama hiki, na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yuwafurahika na kikao kama hiki. Hao wazee wetu hawakupotea ndugu zangu. Tuwaombeeni dua kutuwekea vikao vikubwa kama hivi. Hii ni faida kubwa tunaipata sisi ndugu zangu Waislamu. Unapokuja katika mambo kama haya unapata faida kubwa. Faida yako ni nini? Unaondoka hapa na baraka. Na nini? Kila aliyekuja hapa wallahi tia nia hapa, omba hapa. Wewe mwambie Mwenyezi Mungu kwa baraka ya kikao hiki na kutaja wewe na mswalia mtume wako. Hiki kikao hapa sisi tumswalia nani? Na kikao chochote ambacho haswaliwi mtume, kikao kile hakina kheri. Vikao vyote ambapo ikiwa bwana mtume aswaliwi, kile kikao hakina nini? Hakina kheri. Hadithi twende katika sahihi ya al-Imam Tirmidhi tumalize. Al-Imam Tirmidhi hadithi nambari 3380. Ikiwa huna Sunan Tirmidhi fungua Sunan Abi Daud hadithi nambari 4856 msalie mtume. Hadithi ya Anas ibn Malik. Anas ibn Malik asema bwana mtume Muhammad ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. Hawatakaa watu vikao vovote, vikao vile wasimtaje Mungu na wasimsalie nani, illa kana alaihim hasara, illa kikao kile kitakuwa na nini? Na hasara. Kwa hiyo hapa tupo kwenye faida ndugu zangu. Ndio wazee wetu kila vikao vyetu tunamswalia nani? Mtume. Ikija posa iswaliwa mtume, harusi aswaliwe mtume. Ndio hivyo. Allahumma salli ala Muhammad wa ali. Allahumma salli ala Muhammad wa ali. Allah asharu sharu Ahmad wa dinu ma bada bihi. Allahumma salli المحب عاشق برؤية حبيبه. اللهم صل على محمد وآله. جليل جاء بمصطفى ندعنا في منهاجه. اللهم صل على محمد وآله. الله حليم هذا علمه ما في الورى كمثله. اللهم صل على محمد وآله. محمد محمودنا مرادنا لقائه. اللهم صل على محمد وآله. أصلي مtume. Anayekwambia usende maulidini hoyo hakupendelei mazuri ndugu yangu hapa. Hii furaha utaipata wapi wewe? Furaha kama hii utaipata wapi? Lazima uje katika maulidi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ukija kwenye maulidi utaondoka na furaha, utaondoka na kheri, utaondoka na neema nyingi, na kubwa zaidi ni baraka za nani? Za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Je, bwana mtume ana baraka? Namaliza na hadithi moja tukae. Tujue kwamba uliokuja hapa ujue kwamba unaondoka na baraka za nani? Za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Soma sahihi ya al-Imam al-Bukhari hadithi nambari 190 msalie mtume. Mujalladi wa kwanza ukurasa ni 383 msalie mtume Muhammad. Hadithi ya Sa'ib ibn Yazid radhiyallahu anhu. Bwana Sa'ib anasema nilikuwa mgonjwa mimi, maradhi yamenilemea, nikaenda kwa bwana mtume Muhammad asema famasaha birasi, bwana mtume kanipangusa kichwa changu, kisha wadaali bil baraka, kisha akaniombea nini? Baraka. Mtume ana baraka. Asema bwana mtume Muhammad thumma tawadha rasulullah, bwana mtume akatawadha, fasharibtu min wadhuihi,
nikakunywa yale maji yake ya udhu aliyotawadhia. Swaliwe Mtume. Thumma nadhartu baina katifaihi, kisha nikamtizama Mtume katikati ya mabega yake. Alama, kuna nini? Kuna nini? Anayo alama, ana alama Mtume Muhammad, ana ala Allah baina katifaihi Rasulillah, bega la Mtume lina Mtume Muhammad. Furaha bwana Mtume Muhammad. Ya Rabbi, kila aliyekuja hapa mpe kheri, kila ambaye hana mke mpe mke wa kheri, kila ambaye hajaolewa apatie mume wa kheri, kila ambaye hana watoto apatie mapato watoto wa kheri. Ya Rabbi, kila ambaye hana kazi mpe kazi ya kheri. Ya Rabbi, tupe amani katika nchi yetu, tupe furaha katika nchi yetu. Ya Rabbi, viongozi wetu wahifadhi. Ya Rabbi, kama ulivyotukusanya hapa leo, tukusanye peponi, tukusanye peponi, tukusanye peponi na bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Jua kali wingu lilimfatia, mzuri sana nabia kipenzi chake jalia, akamwona bakhira kwa alama zake njema, alitanga kwa ubora kwa kila sifa za wema, walikiri kila mara kuwepo kwake nabia, mzuri sana nabia kipenzi chake jalia. Kwa fursa hii wakati sharifu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا
السجود. ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزارع يغيظ وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما.
بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا بسم الله
الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. Uso wake una furaha, yanaonyesha bashasha. Sasa katika kuonyesha ule uso bashasha, una furaha sana, wakasema maswahaba, uso wa mtume leo umekuwa na bashasha, inaonekana na furaha kubwa sana. Wakasema, ewe mtume Mwenyezi Mungu, maswahaba anaambia mtume Mwenyezi Mungu, yaonyesha leo wewe uso wako unang'aa nuru, umejaa furaha kubwa sana, yani una alama ya ubashasha ya furaha kubwa. Akasema naam, nilijiwa na ule mwijiaji akanambia ule mwenye kuniambia, akasema matatu, anasema jilazimisheni sana kusahau maudhi ili alafu hapa sio wilaya maudhi mnayafahamu. Unaweza kuudhiwa na mtu wewe hata kula usili, hata kulala usili, unaweza kusababisha ukazalisha maradhi. Kwa mtume sama anasema jilazimisheni kusahau maudhi, jilazimisheni sana. Ndio maana ukuta watu wamekunywa sumu, si yakwa kanywa sumu, anasema sasa hii mimi bora nife tu, alafu anatoa uamuzi ambao si sahihi. Sasa inakuwa hasara kwake. Kwa mtume alisema jilazimisheni kusahau maudhi, alafu yake tena akasema jilazimisheni kuwasamehe watu bure tu, bure tu. Sasa tufanyaje mwalimu Rajabu? Sasa tufanyaje? Wasamehe tu watu bure. Inna Allah yaghfiru dhunuba jamia, Mungu anasamehe madhambi yote. Sasa wewe unakuwaje usitaki kuwasamehe watu? Basi mtume alisema jilazimisheni kuwasamehe watu bure, lakini la mwisho akasema vumilieni maudhi. Vumilieni, acha kabisa habari ya maudhi. Hapa tulipo mtihani unaweza ukaje hapa katokea sasa hivi hapa, lakini naambiwa nitakuwa tuvumilie. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, shukran sana mzee wetu, na kwa fursa hii basi nyingine ni muombe Ustadhi Mwangu kwa ajili ya ni kiongozi wa taasisi ya Allah
الجمال جمل
kiasi ambacho Mwenyezi Mungu atanijalia. Watukufu wa Islamu, mashaka zangu, wazee wangu, akina mama wote ambao mmehudhuria, vijana wetu, Mwenyezi Mungu awafikishe kila la kheri. Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema kupitia Allah subhanahu wa ta'ala, amesema in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Ba'da billahi minash shaitani rajim. Ikiwa nyinyi mnampenda Mwenyezi Mungu, kwanza nipendeni mimi, atakupendeni Mwenyezi Mungu. Wapenzi wa Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sote kama sisi tunampenda Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, hatuwezi kumpenda Mungu mpaka tumpende Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibada zetu zote zinapitia kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huwezi kuwa na ikhlasi, dua haiwezi kuwa makubuli, maombi yako hayawezi kwenda, ibada yako haiwezi kuswihi mpaka umpende Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Unampendaje Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mtume tunampenda kwa kumfuata. Tukimfuata, yale yote ambayo anatuongoza, basi ndio tumempenda. Tukimfuata ndio tumempenda Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, kwa sababu yeye hasemi isipokuwa yale yanayotoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tusimame imara katika kufuata muongozo wa Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mambo yetu ndiyo yataongoka, familia yetu itatengamaa, dua zetu zitakuwa makubuli na shughuli zetu zote zitakwenda. Tusimamie madarisi zetu ambazo ndo zinamuelezea Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sote tusimame imara kusimamia haya ambayo walikuwa wakiyafanya wazazi wetu, ni mambo mazuri. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema inna abirra albir ayasila ar-rajulu wudda abihi. Hakika katika mema ya mema kumfanyia mzazi wako ni kuendeleza yale mazuri aliyokuwa anayafanya mzazi wako. Mambo haya ambayo tunayafanya ndiyo mambo ambayo walikuwa wakiyafanya wazazi wetu, nasi tuyaendeleze ili waweze kufaidika na haya ambayo tunayafanya sisi wazazi wetu ambao wametangulia mbele haki.
wazazi waliotufikishia hapa. Leo tunakusanyika kwa wingi, na pengine wakati huo ilikuwa ni wachache tu, lakini alhamdulillah ni kwa sababu ya kuyasimamia na kuyaendeleza shekhe wetu wa wilaya Iramba. Mwenyezi Mungu amjalie aendelee kuyasimamia haya, na mashekhe wote ambao ni mashekhe wa tarika katika area yetu hii ya Kikonge. Mwenyezi Mungu awafikishe kila la kheri, basi waweze kuyasimamia mambo haya. Tusimamie madaris. Sheikh Jumaine, Mwenyezi Mungu akubarikia, kujalie kwa kazi ambayo unaendelea kuifanya bila kumwacha shemeji yangu Sheikh Musa na wengine ambao wanashirikiana nao hawa. Basi Mwenyezi Mungu awape moyo wa kuyafanya na kuyatekeleza hawa. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية، وارزقنا رزقا واسعا وعلما نافعا ويقينا صادقا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وحسن الخاتمة وحلالا طيبا. ونعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشى، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يستجاب ليسمع، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. شكرا وجزاكم الله خير. ambayo imekusanyika katika hadhara tukufu ya kuadhimisha mazazi ya Mtume sallallahu alayhi wasallama. Ni hadhara kubwa, ni hadhara adhimu, kwa sababu tunayemwadhimisha hapa ni mtu mkubwa, mtu adhimu sana mbele za Mwenyezi Mungu, hasa katika umati Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Watu wa Islam, nimeambia nitoe nasaha, lakini tuzingatie kwamba hii nasaha ni sawa na mwalimu ambaye uko darasani unafundisha wanafunzi. Kwa hiyo ili fike mahali wanafunzi wakuelewe, lazima uende kama tunasema umirina anukalima an-nas biqadri uqulihim, tumeamrishwa kuzungumza na watu kwa kiasi cha akili zao. Wewe katika kwa darasani wanafunzi wamechoka, wamekimwa, badala ya kuwaelimisha pengine ukaya hali kwa hata haya wale kwa yazingatie. Kuna maneno yamezungumzwa na mashekhe waliotangulia kwa madhia Sheikh wa wilaya, Sheikh wa Kahama, Sheikh Omar Dadamka, akaja Sharifu kusoma. Ni watu ambao wamezungumza maneno adhimu sana. Kwa hiyo kwa hili nisiwavuruge, hili nisiwavuruge wasikilizaji. Mimi nikipenda leo kama alivyosema Waswahili, mgeni njoo mwenyeji apone. Kwa hiyo basi mimi nakaribisha wageni wetu leo wazungumze. Sisi tumezoeleka mara kwa tunasema mara kwa mara. Sasa ili tupate sifa kutokana na hawa wageni ambao wamekuja, basi ningeomba basi tuendelee kuwakaribisha wageni wetu ili tuendelee kustafidi kutokana na wageni hao. Sheikh, ningeomba leo mimi na dharura nisiseme chochote leo. Tunachelea. Kwenda nikayazungumza maneno mazuri ambayo mazuri mashekhe zao wameyatangulia, nikawachanganya wasikilizaji. Na mimi sipendi niwe wachanganya wasikilizaji. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi. صلوا على حبيب محمد، اللهم صل وسلم عليه.
طيبتنا إني مدحت محمدا ببعض الذي الفضل فيه والندى. نعم. صلوا على رسول الله. اللهم صل وسلم عليه.
Yeah.
له بالاسم والجنة نقول أرجي محمود الرهاب محمد والولد نازل لولا الهوى لم ترق الدم على جلد وكيف تكره بعد ما شهدت صلوه ولم تره ولا نمشي